Leo tutaendelea na zile dalili za mtu mwenye vita katika ulimwengu wa kiroho. Jana nilizungumza dalili 5 na leo nitazungumza dalili zingine 5. Kwa hiyo kuwa makini. Dalili namba 6. Dalili namba 6 ni kukataliwa kila mahali. Ukiona unaenda sehemu unakataliwa, unaomba kazi unakataliwa, unaomba kufanya biashara, kufanya partnership na mtu unakataliwa, jua kabisa hiyo ni dalili mbaya sana na una vita kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. Una vita kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. Dalili namba 7, kuanguka kila mara. Kila unapojitahidi kuanza kitu kinaanguka. Ukijitahidi kufungua biashara inaanguka. Ukijitahidi kuanzisha hata kilimo unajikuta hauwezi, unaishia katikati. Ukijitahidi kuanzisha hata ufugaji unaishia katikati. Umeoa unaachana na mke wako, mara watoto wanakutenga, mara hivyo. Hiyo ni dalili mbaya sana ambayo inaonyesha kabisa wewe una vita katika ulimwengu wa kiroho. Endelea kukaa nami, nitaleta suluhisho la haya mambo. Nitaenda. Dalili namba 8. Dalili namba 8 ni kukosa usingizi usiku. Kukosa usingizi usiku. Unajikuta wewe sio muombaji, wewe sio mfungaji, wewe sio muombaji wa usiku wa manane, labda saa 8 katika maombi yale ya vita, saa 6 katika maombi ya vita, saa 9 katika maombi ya vita. Wewe sio mfungaji na wala wewe sio muombaji, lakini unajikuta tu usiku unakosa usingizi. Usiku unakosa usingizi, unakuwa na stress, unakuwa umechanganyikiwa, hauelewi, yani hata kile chumba chako unakiona kama ni chumba ambacho hakifai. Hiyo ni dalili ya kwamba una vita ya kiroho. Kuna vita ya kiroho ambayo inapambana na wewe. Dalili namba 9, unaona vitu vya ajabu. Yaani unajikuta wewe unakuwa unaona vitu vya ajabu. Yaani wewe unakuwa unaona mazingara tu. Una vivuli, unaona mizuka, unasikia milango inakuwa inagongwa nyumbani kwako, unasikia hivi, unasikia vile. Yaani unakuwa hauna amani muda wote. Hauna amani muda wote. Wakati wewe ulitakiwa uwe na amani ya moyo. Wewe ulitakiwa uwe na amani ya kweli. Lakini unajikuta hauna amani muda wote. Hiyo ni dalili ya una vita vya kiroho. Ni vita visivyoonekana kwa macho. Ni vita visivyoonekana kwa macho. Na dalili namba 10 ni kuchoka haraka. Yaani unajikuta tu umechoka. Yaani hauelewi. Yaani unajikuta tu umechoka. Yaani kila unachokifanya unaona kama vile hauwezi. Alafu unajikuta unachukia mwanga. Yaani unachukia, unapenda giza tu, unapenda giza tu. Unajikuta unachukia watu, yani bila sababu za msingi, au unachukia mikusanyiko ya watu. Hata kama kuna sehemu kuna faida ambayo unaweza ukaenda wewe ukapata faida pale kielimu, ukapata faida pale kiafya, ukapata faida pale kimawazo, yani unajikuta unachukia tu. Huyo ni shetani ambaye anapambana na wewe katika ulimwengu wa vita wa vita za kiroho, ili wewe usiweze kuona chochote, usiweze kuona mbele, usiweze kufika popote pale. Yani hizi ni dalili mbaya sana, mbaya. Nilikwambia zipo dalili 20 na dalili zote nitakutajia hapa. Kwa hiyo endelea kukaa nami. Kwenye video inayofuata tutataja dalili zingine 5, alafu inayofuata tutataja zingine 5, alafu baada ya hapo nitakwambia nini cha kufanya ili uweze kuondokana na hizo dalili. Kama kuna mizimu, mashetani, waganga, wachawi wanakufuatilia, au maagano ya kishetani, maagano ya kuzimu wanakufuatilia kutoka nyumbani kwenu, nitakueleza ni kitu gani ambacho unatakiwa kufanya ili uweze kuepukana navyo hivyo vyote na mambo yako yaweze kuwa sawa. Kaa na mimi, usikose kukaa na mimi.